Mwenzenu nipo pendoni na enjoyira deka na faridi mapenzi yamenizi tilalila na deka na faidi nimerejea utotoni pendo liso kifani amani moyoni mtawala sasa nipo furahani nimetoroka vitani. Neema, mbona leo umeamka mapema hivyo shoga yangu? Yaani na mazungumzo na wewe hivyo nikaona nikupitie mapema kabla kichwa changu hakijawa na mambo mengi. Si unajua tena asubuhi hii. Kuna jambo gani mpaka ukaamka asubuhi namna hiyo? Nataka kukuuliza jambo moja. Hivi ni kwa nini unaonyesha kumkwepa Brian ikiwa anaonyesha fika ana dalili zote za kukupenda? Neema, wanaume ni wale wale tu. Tofauti yao kubwa ni mavazi tu. Lakini tabia ni zile zile. Tabia ya Muhamadi sawa tabia ya Sumani tu. Kwa akili zao ziko sawa. Na wanawake je? Au ndo unataka kusema kuwa tuko tofauti? Yaani Doreen shoga yangu wewe, inaonekana hata mimi nisingekuwa rafiki yako ungesema na mimi ni wale wale walokuumiza. Ngoja nikwambie kitu Doreen shoga yangu. Unatakiwa kujua kuwa wanaume wengine huko wana mawazo kama yako. Nao wanawaza kuwa wanawake wote ni washenzi kwa kosa kama hilo la kuumizwa na mtu mmoja tu. Kwa unataka kusema nini? Nataka kukuambia kwamba huu ni muda sasa wa kufungua moyo wako na kupokea upendo ambao utaenda kutibu majeraha yako. Ila kwa Brian sasa sio majeraha tu, bali hadi makovu yote yanaenda kufutika. Sawa. Nitenda kujibu mimi mwenyewe. Haya sawa. Vipi ndugu yangu? Safi na kuona kijana mvivu, kijana sio chapa kazi, kijana lolegea. Yaani wenzako wamekaa wanapiga boli, unapiga mapasi kibao yanakushinda. Unakuwa uwe kidume cha shoka kweli kweli. Labda tu nikuibie siri moja ya mafanikio yangu katika soka. Mimi mwenzako na mafanikio makubwa kwenye soka. Hapo zamani au hapo awali, kabla sijapata ajali kwenye mpira, alikuwa anachezea Coastal Union Wagosi wa Kaya. Na ndio maana mpaka leo katika mimi hapa ndio. Na ndio maana mpaka leo katika ile klabu nimeacha alama kubwa sana. Ile klabu sasa kwa taarifa yako zamani inakuwa inaitwa Coastal Union Wagosi. Kwa baada ya kuchezea mimi ile klabu ikamaliziwa jina langu ikaelezewa tena Wakaya, ndio maana ikaitwa Wagosi wa Kaya. Kwa hiyo yote ni kunipa mimi heshima yangu kwa kazi kubwa niliyoifanya hapo zamani. Nataka ndugu yangu au rafiki yangu kama wewe na wewe uje kulisi mikoba yangu. Lakini toka kama nimekaa hapo na kutazama mwenyewe ulivyolegea, unapiga mpira kama hutaki, unapigiwa majalo mazuri kwenda kumimina tu pale golini unashindwa. Unajua hilo koti lako na huo msuli wako, kuna timu kule Pangani inaitwa timu Mangiri. Kwa hiyo unatakiwa ucheze hiyo timu. Maana kila kicheza ile timu ile ngiri lenda hivi ndani nyuma. Sasa unapoelekea siko, tuachane na hilo, kankasirisha tukazinguana. Tokea mwanzo nimekaa na jaribu kukufuatilia katika mindset na kufuatilia katika psycho yako. Inaonekana kabisa kuna kitu kimoja kinakusumbua, ni kama hauko sawa. Nikasema ndugu wangu, hivi ni haya ya huyu demu na anamchanganya au kuna jambo lingine tofauti na hili? Na kama la huyu demu ni kwa nini limtawale kiasi hiki? Hebu niweke wazi, ni hili au kuna jambo lingine? Kama ungekupo mganga, ungekupo sasa hivi unashughulikia watu. Ni hivyo tu ndugu yangu. Nimejihisi nimebeba mzigo mkubwa sana katika kifua changu na sijui wapi nitautoa. Na nimefanya jitihada zote, lakini ile binti bado ananiona adui.
Sasa ndugu yangu, mimi nikutoe wasiwasi na mashaka na hofu, nikutoe katika hiyo hali ambayo uko nayo sasa hivi. Waswahili wana misemo yao, wanasema ashindwaye naye pia ni mume. Alafu hawakuishia hapo, wakasema tena vile vile asiyekubali kushindwa si mshindani. Alafu sio kila vita lazima ushinde. Kuna vita nyingine inatakiwa ushindwe ili baadaye uje kushinda. Unanielewa vizuri? Ina maana ya kwamba kubali matokeo ambayo yametokea kwa sasa hivi. Utakapoendelea kuwa katika hali hiyo, hauwezi kufanikisha malengo yako na utaishia katikati. Hadi ndio uishie gatigati iwe. Yaani heubwe huko haja. Sasa kuishia gatigati sio kitu kizuri. Inabidi ufikie malengo ambayo tumeyapanga mimi na wewe katika biashara zetu. Alafu sisi tukijua katika sensa yetu ya hapa nchini mwetu inasema wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo upo uwezekano wa kuachana na yule binti ukatafuta binti mwingine na ikawa ni binti wako milele daima ambaye mtasikilizana na mtapendana kuliko kumng'ang'ania yule binti. Kwanza hana hata roho nzuri, binti mwenyewe hana uchungu, hana imani, hana hata imani na Mungu, hana hofu ya Mungu. Lakini yule uko moyoni na yule binti kuna kitu ndani yake. Yeye ni sumaku na mimi ni chuma. Sasa nikwambie, jaribu kumtoa moyoni mdogo mdogo. Na kama utashindwa kumtoa moyoni mdogo mdogo, basi mimi nitakusaidia kitu ambacho hiko kitu kitakusaidia hata wewe baadaye. Niko pamoja na wewe, lakini jaribu kumtoa moyoni mdogo mdogo. Ukishindwa, basi niachie mimi, hilo zoezi nitalimaliza tu ndugu wangu. Niko pamoja na wewe ndugu yangu. Wacha nifuate moyo wangu. Ndio nakwambia hivi, ukiendelea kufanya hivyo vitu vitakuumiza, jaribu kunielewa. Brian. Hey. Umejeje kama utanikuta nyumbani saa hizi? Nimehisi harufu yako ya perfume, ndio maana nimepita moja kwa moja mpaka huko ndani. Nikajua lazima utakuwa ndani. Yaani Brian ni mwongo, yeye sijapata kuona. Mbona hata mimi perfume yenyewe sijajipuizia? Na hata kama nimejipuizia, ndio kutoka hapa ni mtaa pili kweli? Sio mtaa pili tu, mpaka mtaa 7. Harufu yako inanukia tu. Hedi Brian. Haya, karibu. Asante sana. Nimekuletea zawadi kama asante kwangu. Maana kila nikikata tamaa unanipa moyo sana Neema. Zawadi yenyewe hii hapa. Neema. 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 Wewe pokea zawadi. Asante. Pia asante sana. Mimi basi ngoja nitoke. Tutaonana kesho. Brian, mbona mapema hivi? Usingesubiri hata niandae chakula tule kabisa. Nitakuja kula siku nyingine. Ubaki salama tu Neema. Bye. Mahaba matamu, matamu, mapenzi matamu, matamu, mahaba matamu, matamu, mapenzi matamu, matamu, kama mapenzi kitanzi kazani uwe, kama mapenzi maradhi acha niugue, menitoa arosto chumba. Sister. Oh, Habari? salama kwema? Kwema, habari za hapa? Salama, karibu. Okay. Ile t-shirt bei gani? 15,000 tu kakangu. 15,000? Haipungui? Hapana, haipungui kakangu. Okay, basi naomba nifungie. Nuru kalbi chuchu kichuna, sitokusaliti nampenda, kupani milamba turufu, ananipenda mara. Oh, wewe tena? Nilitaka kuhakikisha kama uko sawa. Na ningependa kukuomba kitu. Okay, ni kitu gani hicho? Leo na birthday yangu. Nimekuja kukualika
utakupo na marafiki wengi na wewe pia ukiwemo. Tutapata muda mzuri wa kukaa na wewe na kuongea na wewe. Sidhani kama nahitaji sherehe. Huwezi kujizuia mpaka ujaribu. Tafadhali, hata kwa mara moja tu, acha kujizuia. Okay, sawa, nitakuja. Lakini sitokaa sana kwa sababu nina mambo mengi ya kufanya. Asante sana kwa kupokea mwaliko wangu. Na imani utafurahi zaidi. Karibu. Hivi una uhakika kweli kama Doreen atapokea mwaliko wako? Nahisi, lakini nimejaribu kumshawishi. Natumaini kapokea mwaliko wangu. Una upendo wa dhati sana kwake. Lakini usisahau kuwa na wewe unastahili kuheshimiwa na kuthaminiwa pia. Hivyo mapenzi yasije akavunja heshima yako. Sawa, lakini Doreen hawezi kunivunjia heshima yangu hata kidogo. Mwenzenu nipo pendoni na enjoyira, deka na faridi. Mapenzi yamenizi tilalila, na deka na faridi. Nimerejea utotoni, pendo liso kifani, amani moyoni mtawala. Sasa nipo furahani. Wow, Doreen, leo umeonekana mrembo sana. Hapa ndo Mbazi Hotel na shughuli yangu yote naifanyia humu ndani. Karibu Doreen. Okay, asante. Nashukuru. Nampenda. Halo? Okay, nakuja. Sikiliza kaka, nikwambie. Nimepigiwa simu ya dharura. Hivyo basi, unaweza kuendelea na shughuli, tutaonana siku nyingine. Doreen. 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 Oya, osi baba. Halo. Sasa mwanangu, ni mambo gani tunafanyiana mwanangu huko ndani? Tumetulia na masela kibao, mademu kibao mwanangu, tunakusubiri tu wewe mwanangu. Umekaa huko nje unaweza kujilizaliza mtu akiume. Umekaa sasa, mambo ndio unazidi kwenda. Mshikaji wangu, tatizo ni nini kwani? Si yule mwanamke ndugu yangu, yani simuelewi. Nimemwalika vizuri. Najua nitakopo nao katika hii sherehe. Lakini ambao akapigiwa simu kaondoka. Mbona mwanangu unakuwa kama hauna akili? Nilishakwambia kila siku sio na tabia kama ya nzi kupanda gari bila nauli. Dereva akifunga breki na unajirusha. Akipiga gia anajifanya unadandia tena kwa mara nyingine. Acha tabia hiyo mshikaji wangu, mademu ni wengi sana usichokijua mwanangu. Tumekaa huko na kusubiria mshikaji wetu, leo tunataka kuja unajizajiliza. Usijilize na kuwa uwe ngangali mwanangu, mwanangu unatakiwa uwe ngangali. Najua Wakaya. Tatizo moyo. Tatizo upendo. Mimi nampenda sana. Kana naye baba, kana naye mgoshi, we kana naye kibugushi yo. Mademu ni wengi mwanangu, hapo hata huko ndani kumejaa mademu wengi kibao mwanangu. Mimi nimekaa nao, unajua kwa mademu kibao. Mimi nimealika watu kibao wamekuja kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe. Tumegaramikaje sehemu kama hii, sehemu yote hii Mbazi Hotel mwanangu kwa ajili yetu, sherehe yetu. Afu mshikaji wangu unakuja unazingua kama hiyo. Jikaze mtu wa kiume bwana. Tumefuatwa sisi na marafiki zetu. Tukizungua sisi tutakuaje? Kuna kesho na kesho kuta mwanangu, wenzetu mwende tukashereheshe. Wakaya. Tatizo moyo. Mimi nampenda sana Doreen. Sasa moyo una nini mwanangu, mshamba kuti mwenyekewa nemwekiza ka baba. Ekana naye. Wewe tuchome ndani, kakuonyesha shughuli za mademu wanavunganganiwa mimi. Kashereheshe shughuli pate demu mwingine. Mwenzenu nipo pendoni na enjoyira, deka na faridi.
mapenzi yamenizi tilalila, na deka na faidi, nimerejea utotoni, pendo liso kifani, amani moyoni mtawala. Sasa nipo furahani, nimetoroka vitani, kanifadhili hisani na mpongeza.